Wana wa Israeli walikuwa ni taifa teule na walikuwa ni taifa la Mungu, na kiongozi wa wana wa Israeli alichaguliwa na Mungu mwenyewe. Musa alikuwa ndiye kiongozi wa kwanza wa taifa hili la wana wa Israeli, na Mungu mwenyewe ndiye aliyemchagua Musa ili aweze kuliongoza taifa hili la Waisraeli. Mungu mwenyewe ndiye aliyemchagua Musa. Waisraeli wakiwa wanatoka katika mapambano, wamekaa Misri kwa muda mrefu, wametumikishwa sana na Wamisri. Ukisoma kuanzia Kutoka ile 1, Biblia inasema walipokuwa Misri walitumikishwa na Wamisri, na zile kazi ngumu ndio waliopewa kuzifanya zile kazi. Walikuwa ni kama watumwa kwenye taifa la Misri, walikuwa ni vibarua kwenye taifa la Misri. Walipita kwenye changamoto nyingi, walipita kwenye changamoto mbalimbali, lakini ikafika hatua Mungu akasema inatosha Israeli kuendelea kuteswa Misri, na hivyo Mungu aliruhusu wao watolewe Misri warudi kwenda Kanaani. Walipoanza safari yao kutoka Misri kuelekea Kanaani, haikuwa ni safari rahisi. Ilikuwa ni safari ngumu ambayo ilikuwa imejaa huzuni. Ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa imejaa changamoto. Ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa ina majonzi. Lakini wakiwa wameshatoka Misri, wamesonga mbele, wanaiona bahari ya Shamu mbele yao. Wanapofika kwenye bahari ya Shamu na nyuma yao jeshi la Misri linawafuata, maandiko yanasema ya kwamba hawakuona tumaini tena. Walivunjika mioyo, walikata tamaa. Mbele iko bahari na nyuma liko jeshi la Wamisri linakuja. Walijawa na hofu, walijawa na huzuni. Hawakujua ya kwamba ni jambo gani linaloweza kutokea. Ndio maana ukisoma ile mstari wa 11, Biblia inasema ya kwamba Waisraeli wakati wamefika kwenye bahari ya Shamu, mbele hakuna njia na nyuma wa Misri wanakuja wanawafuata. Biblia inasema Wamisri walimlilia Bwana. Neno kumlilia Bwana lililotumika hapa kwa lugha nyingine ni kwamba Wamisri, kwa sababu walikuwa hawaoni njia tena, Wamisri kwa sababu walikuwa hawaoni matumaini tena, Wamisri kwa sababu walikuwa hakuna namna nyingine ambayo walikuwa wanaona ya kwamba inaweza kuwasaidia, walimlilia Bwana. Lugha kumlilia Bwana kwa lugha ya kibibilia, walimuomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Walimuomba Bwana. Ukisoma 14 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15, Mungu anatoa maagizo kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona
hamtawaona tena milele. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia Musa, anawatia wana wa Israeli moyo, kwa sababu unajua Musa alikuwa ndiye kiongozi pekee ambaye Mungu mwenyewe ndiye aliyemchagua Musa ili kuwaongoza. Kwa hiyo Musa anageuka kuwatia moyo, anawaambia simameni tu. Kwa maana nyingine ni kwamba tusiogope, kwa sababu Mungu aliyesimama na sisi wakati tuko Misri. Tulipita kwenye changamoto, tulipita kwenye magumu, tulipita kwenye mateso, hata hapa anaweza tena kusimama na sisi. Na Musa aliamini ya kwamba Mungu hataruhusu Waisraeli waangamizwe na Wamisri. Kwa sababu gani Musa aliamini hivyo? Jambo la kwanza, Israeli kwa lugha ya Biblia, wana wa Israeli walikuwa ni watoto wa Mungu, na kama ni watoto wa Mungu, Musa aliamini ya kwamba Mungu hata waruhusu watoto wake wauawe na hawa wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza niwaambie asubuhi ya leo, ukisoma Biblia inasema Waisraeli walipokuwa Misri waliteswa, walipita kwenye changamoto mbalimbali ambazo ziliwasababishia maumivu, lakini Mungu anasimama, anamwambia Musa ipige bahari ya nini? Ya Shamu. Na Musa anatumia fimbo na anatumia mamlaka ambayo Bwana amempatia, anafanya kama alivyoagizwa na Bwana, na alivyofanya vile alivyoagizwa na Bwana, maji yaligawanyika na wana wa Israeli walipita katikati ya bahari. Asubuhi ya leo sisi ni wanadamu na tunaishi katika dunia yenye taabu, dunia yenye changamoto. Unajua leo tunaweza kuwa kama wana wa Israeli kwa sababu mimi na wewe ni watoto wa Mungu ambao tumeumbwa na Mungu. Na asubuhi ya leo huenda naongea na mama, huenda naongea na binti, huenda naongea na kijana ambaye amekuwa akipita kwenye changamoto. Changamoto zimekuwa ni sehemu ya maisha yake, zimekuwa ni sehemu ya maisha yake. Na mimi asubuhi ya leo sijui ya kwamba ni changamoto gani unayopitia, na wala sitamani kujua changamoto unayopitia katika maisha, lakini nataka niwatie moyo asubuhi ya leo, mnaotufuatilia kwenye mtandao na mliopo hapa kanisani. Nataka niwaambie ya kwamba hakuna changamoto inayodumu milele. Wana wa Israeli hawakukaa Misri milele. Mungu alisimama akawapigania, akawatoa Misri. Walipofika kwenye bahari ya Shamu, mbele iko bahari ya Shamu na nyuma jeshi linakuja. Nataka niwaambie hawakubaki pale kwenye ile bahari ya Shamu milele. Na natamani nikuambie asubuhi ya leo, wapendwa, hakuna changamoto inayodumu milele tukimtegemea Bwana. Tulikuwa kwenye usiku mrefu wa giza ambao ilikuwa ni safari ndefu ya giza, lakini Bwana ni mwema. Ametutoa kwenye usiku wa giza, ametuvusha, ametufikisha kwenye pambazuko la asubuhi ya leo. Haleluya! Ametufikisha kwenye pambazuko la asubuhi ya leo kwa uwezo wa jina la Yesu. Natamani kuwaambia ya kwamba kuna nguvu katika jina la Bwana. Wana wa Israeli walimlilia Bwana, na walipomlilia Bwana, Bwana aliondoa changamoto zao. Na mimi natamani nikuambia asubuhi ya leo,
changamoto yoyote inapojitokeza katika maisha yako, acha kupambana na aliyeanzisha changamoto, lakini wewe pambana na mwenye uwezo wa kuiondoa changamoto katika maisha. Haleluya! Ninapoisoma Biblia yangu inaniambia Hana alipita kwenye changamoto, lakini changamoto ya Hana haikuwa changamoto ya milele. Lakini rafiki yangu Ayubu, Biblia inasema alipita kwenye changamoto, lakini hata katika changamoto aliyopita haikuwa changamoto ya milele, bado Bwana alimvusha. Lakini Paulo na Sila walipita kwenye changamoto, wakafungwa ndani ya gereza. Lakini asubuhi ya leo Biblia inatuambia ya kwamba Paulo na Sila hawakukaa ndani ya gereza milele. Haleluya! Lakini rafiki yetu Shadraka, Meshaki na Abednego walipita kwenye changamoto pale Babeli, wakaingizwa ndani ya tanuru la moto. Hawakukaa ndani ya tanuru la moto milele. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo na nikuambie ya kwamba hakuna changamoto inayodumu milele kama ukisimama na Bwana na kama ukimtegemea Bwana. Kama ukimtegemea Bwana. Na niwaambie kitu, Biblia haiandiki sana habari za wana wa Israeli, lakini nataka niwatie moyo na niwaambia kwamba wana wa Israeli walikuwa ni watu wa maombi. Na ngoja niwaambie, tunapoomba tunaunganishwa na mbingu. Hivyo wana wa Israeli, ushindi haukupatikana kwa uwezo wao, kwa sababu walikuwa wanamlilia Bwana. Bwana ndiye aliyewapatia ushindi. Haleluya! Kupitia katika maombi walioomba. Maombi yanaweza kuifungua milango iliyofungwa katika jina la Yesu. Lakini sikiliza, Mungu anaweza kufanya mambo ambayo tunaona hayawezekani yakawezekana kupitia katika jina la Yesu, tukijifunza kusimama na Bwana na tukijifunza kumtegemea Bwana katika maisha yetu. Ngoja niwaambie, hakuna changamoto ngumu mbele za Bwana. Hakuna. Unaweza ukapitia changamoto ngumu, ukaenda kwa mchungaji, mchungaji akakuambia hili haliwezekani, kwa wazazi wakakuambia hili haliwezekani. Lakini asubuhi ya leo nataka niwaambie na nataka niwatie moyo ya kwamba hakuna changamoto ngumu mbele za Bwana. Kwa lugha nyingine ni kwamba wale wote wanaomtegemea Bwana, wale wote wanaosimama na Bwana, hata kama wakutane na magumu ya namna gani, Bwana hawezi akawaacha. Na mimi ninawatia moyo ya kwamba tunaishi kwenye dunia yenye zoruba sana. Tunaishi kwenye dunia yenye changamoto sana. Tunakutana na changamoto mbalimbali. Tunakutana na machangamoto makazini. Wakati mwingine hata kwenye familia, hata makanisani kuna changamoto. Lakini ninawatia moyo asubuhi ya leo, tujifunze kumtegemea Bwana na tujifunze kusimama na Bwana. Na asubuhi ya leo mimi sijui ni changamoto gani unayoipitia. Huenda ni magonjwa, wenzako wanaumwa, wanapona, lakini wewe hauponi. Lakini huenda ni uchumi umekuwa ni mgumu. Unaona wenzako wanasonga mbele, mambo wanafanya maendeleo, wewe bado uko pale pale. Kila mwaka unapanga mipango ya familia, lakini pamoja na kwamba unapanga, hakuna linalofanikiwa.
na huenda ni wenzako prayer team, wenzako unaomba nao, wenzako wanatendewa, lakini wewe bado. Huenda ni binti, wenzako wanaolewa, lakini wewe bado hauolewi. Huenda ni kijana, wenzako wanaoa, lakini wewe bado Bwana hakupatii. Lakini huenda ni familia, mmekuwa kwenye ndoa kwa muda mrefu, wenzako ulioa nao, mliofunga nao ndoa kwa pamoja, wamebarikiwa, wamepata mtoto, lakini wewe bado hujapata mtoto. Lakini huenda uko kazini, wenzako wamepata promotion, wewe bado haujapata promotion na vigezo unavyo. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, jifunze kusimama na Bwana. Biblia yangu inaniambia wale wote waliosimama na Bwana na wale wote waliomtegemea Bwana, Bwana aliwapatia ushindi. Bwana aliwapatia ushindi. Sijui ni jambo gani ambalo asubuhi ya leo unalomhitaji Bwana. Kila mmoja ana jambo lake analomhitaji Bwana. Lakini wana wa Israeli wakiwa na Musa, wakiwa wana huzuni. Unajua Waisraeli waliomba, lakini Musa naye aliomba. Ndio maana Musa anaenda mbele za Bwana. Bwana anamwambia, sikiliza, nyamaza, waambie hivi, waache kunung'unika na waache kunililia tena, kwa sababu hawa wa Misri ambao wamewataabisha kwa muda mrefu hawatawataabisha tena katika jina la Bwana. Na ukisoma Biblia inaendelea kusema, Biblia inasema ya kwamba nitajipatia utukufu mbele za jeshi la nini? Farao na jeshi lake. Kwa lugha nyingine ni kwamba sio kwamba Mungu alishindwa kuwainua, sio kwamba Mungu angeweza kuwatoa katika mateso toka wakiwa Misri toka mwanzo, lakini Mungu alitamani Waisraeli wajifunze kumtegemea Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitamani Waisraeli wajifunze ukuu wa Bwana katika maisha yao. Waisraeli wamjifunze Mungu namna anavyofanya. Wapendwa, asubuhi ya leo nataka niwatie moyo mlioko hapa kanisani katika ibada hii na wale mnaotufuatilia. Nataka niwaambie hakuna jambo lolote linalomshinda Bwana mbele ya maombi. Ngoja niwaambie, wakati mwingine tumepita kwenye changamoto kali, ndio tumelia, ndio, lakini wakati mwingine tulishindwa kufanikiwa. Wakati mwingine tulishindwa kufika mwisho wa safari kwa sababu tulianza kupambana na wale wanaopambana na sisi. Na kufundisha asubuhi ya leo tena kwa mara nyingine, usipambane na wanaopambana na wewe. Wakati mapambano yanapoibuka katikati yako, huenda ni bosi, huenda ni wafanyakazi wenzako wameinua mapambano kwako, usipambane nao. Yanapoibuka mambo yaliyo mazito, kimbilia miguuni pa Bwana. Unajua siri ni nini? Unapokimbia miguuni pa Bwana, unajisalimisha kwa Bwana. Kuna wimbo unasema all to Jesus I surrender. Unapoenda kwa Bwana unajikabidhi kwa Bwana. Kwa lugha nyingine unamwambia Bwana, mimi siwezi tena. Unapomwambia siwezi, anasema kumbe huwezi, na kwa vile umejisalimisha kwake, na wote wanaojisalimisha kwa Bwana, Bwana anaenda kuwapambania. Na mimi asubuhi ya leo sijui ni changamoto gani ambayo unayopitia katika maisha yako. Sijui ni jambo gani ambalo limekuwa ni gumu sana katika maisha yako, lakini ninamuomba Bwana akupambanie. Ili lile ambalo limekuwa ni gumu, Bwana akuvushe katika jina la Yesu.
Sister Ellen White. Sister Ellen White katika kile kitabu cha Wafalme na Manabii, nabii wa Mungu anasema hivi: Mungu alifanya njia katika bahari ya Shamu kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alifanya njia katika bahari kwa ajili ya watu wake ili kuwaonyesha kuwa hakuna lisilowezekana kwake. Haleluya. Mungu alifanya njia kwa wana wa Israeli walipokuwa pale kwenye bahari ya Shamu ili kuwaonyesha kuwa hakuna lisilowezekana kwake. Na mimi asubuhi ya leo ninakutia moyo ya kwamba kwa wale tunaomtegemea Bwana hakuna lisilowezekana kwake. Tunaweza tukalia machozi, ndio. Tunaweza tukateswa, ndio. Tunaweza tukaumizwa, ndio, na ndugu na marafiki na wafanyakazi wenzetu na washiriki wenzetu, tukaumizwa na mambo ya duniani. Lakini nataka nikuambie asubuhi ya leo, Bwana anaweza kukufanyia njia. Bwana anaweza kukufanyia njia. Mungu wa mbinguni anaweza kukutengenezea njia hata pale pasipokuwa na njia. Na Mungu wa mbinguni anaweza kukupatia matumaini hata pale ambapo hakuna matumaini. Asubuhi ya leo ninamwomba Bwana, wewe unayetufuatilia katika mtandao, na wewe ambaye uko hapa kanisani, Bwana akutengenezee njia. Huenda kuna ugumu unaoupitia. Mimi sijui ni ugumu wa namna gani, na sitamani kujua ni ugumu wa namna gani unaoupitia, lakini nataka niwaambie kwa mamlaka ya jina la Bwana, ninawatangazia Bwana awatengenezee njia. Asubuhi ya leo, huenda unaenda kazini, huenda unaenda kwenye biashara yako, popote unapoenda Bwana akutengenezee njia. Na habari njema ni hivi: Bwana akikutengenezea njia, hakuna lolote linaloweza kusimama mbele yako likashinda kwa uwezo wa jina la Bwana. Asubuhi ya leo ninapenda niwaalike wale tulioko hapa, ikiwa ni ombi lako, unamwambia Bwana nitengenezee njia. Huenda hujui mambo yako yatakuwaje, huenda hujui siku ya leo itakuwaje, lakini ikiwa ni ombi lako asubuhi ya leo, unamwambia Bwana naomba unitengenezee njia. Huenda unatufuatilia kule kwenye mtandao, unamwambia Bwana naomba unitengenezee njia, kwa sababu Mungu ni Mungu wa yale yasiyowezekana. Unamwambia Bwana naomba unitengenezee njia, na kuomba uungane pamoja nasi asubuhi ya leo tunapoenda katika maombi. Ninapoalika walioko hapa kanisani tusogee mbele, tukiwa tunaimba wimbo namba 13, tusogee mbele. Lipo sanduku la maombi, lipo sanduku la sadaka, na wale mnaotufuatilia kule kwenye mtandao, kuna accounts za kanisa zinapita hapo kwa ajili ya sadaka. Ikiwa ni maombi yako asubuhi ya leo, unamwambia Bwana nitengenezee njia. Tunapoimba wimbo namba 13, naomba usogee mbele. Mlioko hapa kanisani tusogee mbele, tunapoenda kuomba. Tutapiga na magoti asubuhi ya leo. Unapoleta maombi yako na unapoleta sadaka yako kwa Bwana, umetuahidi
asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu wa yale yasiyowezekana katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, sijui msikilizaji anayetufuatilia ni gumu gani analopitia katika maisha yake, lakini sijui watoto wako waliopiga magoti asubuhi ya leo ni jambo gani wanalopitia ambalo wameona ya kwamba haliwezekani. Wewe ni Mungu wa yasiyowezekana. Baba, asubuhi ya leo, bila kujalisha mambo tunayopitia, tunajikabidhi mikononi mwako, na ninaomba katika jina la Yesu, Bwana, ukatufungulie njia. Wafungulie wakina mama, wakina baba, vijana njia katika siku ya leo. Na Bwana, ninaomba leo ikawe ni siku ya baraka, ikawe ni siku ya mafanikio. Kila mmoja mpatie malaika wa kutembea naye, wanaoenda kazini waende salama na ukawarudishe salama. Na Bwana, ukatufungulie milango ya mibaraka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki sana wote ambao wamefanikiwa kufika hapa kanisani na wale ambao wametufuatia kwa njia ya mtandao. Mungu awabariki sana. Katika juma hii tutaendelea na mwendelezo wa mibaraka ya asubuhi katika mada inayosema majibu yasiyowezekana, na mchungaji Jackson Elisha kutoka mtaa ule wa Mbezi Juu. Lakini pia katika maombi tutabarikiwa na Bahati Kisaka. Mungu awabariki sana na muwe na siku njema. Nikitazama ulimwengu na vitu vyote vilivyo, miti, milima, mito na bahari, nauona ukuu wako. Unastahili sifa, unastahili sifa. Acha nikusifu wewe Bwana, unastahili sifa.
kusifu wewe Bwana, unastahili sifa. Nikitanga mbali na wokovu wako, kila siku wanirejesha. Hunichoki, huniachi, unamisi siku zote. Ni nani kama wewe? Unastahili sifa, unastahili sifa. Acha kusifu wewe